Are you okay? Mimi niko sawa. You know where to sit at? Nakupenda sana. Sasa dakika moja nenda nakupikia chapu yule. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Kama nilivyohadisieni, madaktari ndo walivyoniambia hivyo. Kwa hiyo kutokana na afya yangu wamesema siwezi kutolewa figo. Ingekuwa afya yangu iko vizuri, basi angekuwa kashafanywa operation na angeendelea vizuri, lakini wameniambia kutokana na afya yangu haiwezekani kabisa mimi kufanywa operation nitolewe figo akapewa mwanangu. Kwa hiyo sasa nimeona Mudi na familia yake. Nimeamua kuita wifi kakaangu, vizuri umekuja na wanangu. Kwa hiyo kaka, ndo kama hivyo. Kwa nahitaji msaada sana. Mtoto anateseka. Yaani tumsaidie pale kitandani alipo. Wifi, mmenisikia nikiongea? Naona mko kimya. Muongee chochote kaka. Dada, nimekusikia. Lakini gharama za kusafisha damu ziko juu sana kaka. Na sisi unatuona hali yetu kama unavyotuona. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema anaweza kachangia kwa kiwango kikubwa. Na pili, uwekaji wa figo dada yangu sasa hivi ni gharama, na sisi kama unavyotuona hali zetu. Afya karibuni kila mtu mgogoro. Sasa utatoa figo ya nani uweke? Kila mtu atakwenda hapa atambua figo yake sio nzuri. Hilo dada tunalifanyaje? Inabidi tuombe Mungu, tusubiri hatima ya Mwenyezi Mungu atakapompeleka mtoto wetu. Tusilazimishe. Kaka, hatima ya nini? Mwenyezi Mungu mwenyewe atakapoamua kwamba sasa imefikia wakati wa kumchukua, atamchukua, lakini tusilazimishe kuingia gharama ambazo uwezo sisi hatuna. Kakimya kaka, kama sikuchangia lolote. Kaka, mimi ndo nilikuwa nakutegemea kakaangu. Yaani unampangia mtoto bora liwe, yaani Mwenyezi Mungu apitishe shani yake kwa maana ya kufa. Sikutegemea kakaangu. Sikutegemea kama maneno yanatoka kinywani kwako. Wewe ndo msaidizi wangu. Wewe ndo tegemezi langu. Wewe ndo mfariji wangu. Leo unatamka maneno hayo kweli? Sikutegemea. Kwa hiyo, yani moja kwa moja unaona Mudi ni mtu wa kufa. Kaka, wewe ni mzazi. Useme hivyo. Sikutegemea kakaangu. Basi bora usingeongea chochote. Ungenyamaza kimya. Unaongea wengine watasemaje? Unaniumiza kakaangu.
Amuongee chochote, mmekaa mchangii chochote basi jamani, nendeni. Ondokeni basi. Kama hamna msaada, ondokeni. Yaani, nendeni. Kama hamna msaada, nendeni. Mungu samehe nitakachosema mimi. Wanangu wakifa jamani, sihitaji msaada wenu. Msijitenge mbele na madaftari yenu na michango yenu. Mara na wajua watu. Kwenye msiba mbele. Ujulikane kama we shangazi, ujulikane kama we mjomba. Sitaki kabisa mimi michango yenu, sitaki mawazo yenu. Dada. Samani. Mimi naitwa Mabutu. Mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Sema tu mkoani kuna kazi tu hapo nafanya. Nipo lodge hapo. Pale mapokezi. Yaani wananiita receptionist. Sema toka nilipokuona kiukweli una rangi ya Kiafrika, shape ya Kiafrika. Ya uko bomba sana. Kiukweli nimetokea kuvutiwa na wewe. Na nakupenda sana. Na ukinipa nafasi nitakubadilishia maisha. Na ukienda kule Dar es Salaam kuna vingo fulani hivi nitakubadilisha. Wewe mwenyewe utaenjoy. Yaani ungechelewa kidogo ningekuzabua makofi. Yaani wewe hivyo ulivyo umenisimamisha mimi naenda zangu eti unanichongoza. Sasa mimi nimesuka na wewe umesuka ututu nywele. Halafu unakuja kunichongoza. Nyie si ndio wale wavulana umesema unatoka Dar es Salaam. Nyie si ndio wale nani kiazi mnatia chumvi mnakula. Chungwa limeshamenywa mnatia chumvi mnakula. Muhindi mnatia chumvi mnakula. Jamani, na mnakula tu nini? Tumchuzi twapweza, sio nyie? Sasa baba utaniwezea wapi? Sasa unafikiri kwani mapenzi ni kusuka? Mapenzi hisia, mapenzi upendo. Haya nikuulize, wewe unakula ugali kilo ngapi? Mimi nakula ugali robo. Iki ni kijinga. Yaani unakula robo, wewe ni mtoto au ni mgonjwa? Yaani unakula robo afu unajisifia. Mimi nakula kilo 2. Dunia. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Na mimi ni mwanamke. Sasa wewe unakula robo, utaweza kweli hata kunidabangura? Kwani mapenzi vita? Mapenzi ni vita, yani kwetu mapenzi ni vita. Yaani umenikimbiza uwezo ukanipata kirahisi, umenikimbiza, umenikata mjeku, umenira roba, umenitia juu ya mti, tumeanguka chini, tumebingirikita mpaka chini. Sasa wewe kweli utaweza hiyo mikiki? Yaani sio watu wa Dar es Salaam. Mapenzi ni soft, vitu vilaini, vitu vitamtamu. Sio masuala ya ngumi, maloba, hayo ni vitu vya kijijini bwana. Hakuna cha usofiti wala cha nini. Mimi nataka mapenzi ya ngumi, mieleka na mateke. Mimi nimekwambia wewe nguvu huna. Usinidharau bwana, mimi mwanaume nina nguvu. Asa kama una nguvu, fanya hivi. Ukinipeleka mkono huku,
na kuwa demu wako mazima unanichukua. Lakini nikikupeleka huku nikikuzidi nguvu, usiniongeleshe mpaka unaingia kaburini. Twende. Unaona? Nimesema huna nguvu. Mimi ndo Sibomana Simon John Kitumbu Gwichara Rugoye Petro Magezi Bisaka Kijemu Lemuza Tamagali Magiga Mazona Bwiri nde kibinu munsoni zirabera vomera bosi mwenyego ama kaimbwa mugusaru inyame kagombe kufuta mbruna mukabona nakashisha kadiyoshe ndikaira mwijigo. Pumbavu. Shule inayofunza mema na mabaya ino dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Sasa sikia udugu wangu nikwambie. Hiyo hela yote yalikutumia, mtumie Kijumbe. Maana toka juzi sijatoa hela na nahisi kabisa huko Kijumbe atanishusha. Maana nilipofilisika kipindi hichi na majina yalivyo mengi, si nitapokea lini tena. Jamani Mungu, hasa namtumiaje Kijumbe hela yote na unaona kabisa huko ndani hata umeme hamna. Tunaishije? Shoga yangu. Masuala ya umeme tuongelea hata baadaye. Wewe sasa hivi tuma kwanza hiyo hela. Maana sasa hivi nimefilisika hatari. Na alonitia umaskini ni huyo mbaba. Maana nimemwomba 20,000 kanitumia 15,000. Yaani na kwanza na mblock. Maana naona naleta mambo meusi. Lipenzi hata alifiki mbali. Tunaachana sasa tena, ngoja ni mblock. Nani? Wewe kaka, ndio ustaarabu gani unakuja chumbani kwa mtu unaingia tu bila hodi na hicho unajua kabisa ni chumba cha kike? Ustaarabu wa wapi huo? Samani, habari za saizi? Mimi sipendi mazoea hivyo kwenye chumba changu. Au unahisi ni chooni huko? Yaani mtu akukaribisha siku mbili tu basi ushaona kama kwako. Mimi siwezi maisha hayo. Mambo nisamee nimekosea. Ila nilikuwa na ombi moja kwako shemeji. Nilikuwa naomba unisaidie kama dakika 2 au 5 na shida na mdogo wako. Ni muhimu sana nizungumze naye. Sasa mbona unafunga mlango? Na jambo moja tunaelewa. Nilikuwa nimekuja kuhitaji haki yangu. Haki? Kwani hapa mahakamani? Haki gani unaozungumzia wewe? Nahitaji penzi. Nini? Kwani mimi si nimekwambia sijawahi? Na nimekwambia kabisa sitaki kusikia hayo mambo. Mbona unakuwa mbishi wewe? Labda haunijui vizuri. Mimi nilivyo, huwa nikimpenda mwanamke, huwa namtengea bajeti ya shilingi 50,000. Hii 50,000 ikishatimia tu kwake, lazima niwe nimeshapata haki yangu. Yaani namaanisha niwe nimeshapiga. Sasa wewe nimesha ugaramia, imeshafika 50,000 na bado sijapiga. Na dalili za kupiga sizioni kabisa. Unanikazia kila engo. Kwa nimekuja hapa sasa. Nazungumzia mambo mawili. Nazungumzia jambo la kwanza ni pesa ambazo nimeugaramia. Na jambo la pili ni penzi. Kwa mimi naomba nipige tu kidogo. Hata mara moja tu nipige. Nikishapiga basi mimi nakuwa nimelizika, moyo wangu nakuwa burudani. Sasa hela zako mimi nimekuomba. Si shobo zako tu mwenyewe ulikuwa unaniongo, ulifanya wewe ndio unajua sana kupenda. Ukajifanya unajua sana kutoa hela. Ushakuona nimekushika shati nimekulazimisha? Sitaki, nimekwambia sitaki. Na kuhusu hela zako sijawahi kukuomba. Kwa hiyo kama ni kuhusu pesa, hakuna unachonidai. Na kama ni kuhusu penzi, hapana, sipo tayari kwa hiyo. Unasemaje? Hivyo unanijua vizuri mimi?
Na unajua mimi nahangaika kiasi gani kutafuta pesa? Mimi ni bodaboda mama. Nahangaika kutafuta pesa kwenye jua kali na kuepana magari na ajali nyingi na kuepana nazo kutafuta pesa. Sasa mimi nakuja nakupa wewe. Wewe sio mama yangu, wewe sio dada yangu wala ndugu yangu kwamba nikupe tu pesa zangu, uzitumie tu pasipo kuzilipa. Sasa nikwambie, leo nimekuja unilipe pesa zangu. Katika mfumo huu mmoja nahitaji penzi nipige. Samba nako unanitisha. Unasemaje? Mimi nitakupiga wewe. Nitakufumua wewe. Yaani kama hunijui vizuri, nitakuumiza. Mimi wasichezee hivyo. Sawa? Nitakupiga, nitakuumiza, alafu hakuna atakayegombelezea hili jambo kwa sababu umeshakula pesa zangu nyingi. Sawa? Hapa nahitaji kitu kimoja. Nahitaji penzi au nahitaji pesa? Hapana. Mahusiano yenyewe hayavunjike hapa, sitaki. Mtu mwenye anaonekana hivyo king'ang'anizi. Mimi siwezi. Mimi siwezi kuwa na mtu ambaye sio muelewa. Hivi unadhani mimi nilikuwa nataka kung'ang'ania na wewe? Au wewe ni mamangu mzazi? Mimi sihitaji kuwa na wewe. Mimi ninachokihitaji ni vitu viwili, uchague kimoja. Sawa? Unipe pesa au unipe penzi, nipige niondoke. Na hili sio ombi, ni lazima. Na ndio maana nimefunga mlango na funguo nayo hapa. Manake nataka tumalizane hawa na hakuna atakayeingilia hili swala mama. Basi. Kama ni kuhusu penzi, mimi sitaki. Ila kama ni hela zako, nipe siku 2-3 na kurudishia hela zako. Unasemaje? Wakati unaniomba pesa zangu mimi, nilikuwa nakupa kwa wakati. Ukiniomba muda ule ule, mimi nakupa vile vile ulivyokuwa unataka wewe. Sasa na mimi huu ni wakati wangu. Nahitaji pesa au nahitaji penzi. Alafu nikwambie tu usichokijua, naweza nikatumia nguvu nikapata penzi. Na kama unasema kuhusu pesa, nipe sasa hivi niondoke. Na kama uwezi mama, penzi. Alafu na kama nakulegezea vile, kuja nikufuate huko. Kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Subiri kwanza, subiri. Sawa nakupa. Ila ngoja kwanza niende chooni. Chapu. Shule inayofunza mema na mabaya, ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Wewe vipi? Mbona chelewa? Au nije tumalizane huko? Nakuja bwana, usinipelekeshe. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio mnachelewa, nyie muwezi elewa. Sende. Wewe Sende. Amani, una nini lakini? Umeshindwa tu hata kuniamsha taratibu. Hivyo Sinde, unajitambua kweli wewe? Yaani Sinde, umelala usiku mzima mpaka sasa hivi. Kumekucha, mwanamke inabidi uamke, ulifanyia mimi maandalizi hapa ndani, niondoke kwenye shughuli zangu, lakini bado umelala. Ni usingizi gani huu? Unalala usingizi unafikiri wapono Sinde? Wewe hujui majukumu yako hapa ndani? Hujui kwamba wewe ni mtoto wa kike, unatakiwa uamke hapa asubuhi, unifanyie maandalizi mimi niondoke? Lakini bado umelala Sinde. Samahani baba yangu. Si unajua jana tumechelewa kulala Kwao nimejikuta nimepitiliza kama hivi, afu bado hata mwili wenyewe una uchovu. Lakini
Naweza tu kuamka nikakuandalia, sio mbaya. Kwa hiyo wewe ndio ulichelewa kulala, mimi sikuchelewa kulala. Si ndio? Mimi na wewe nani anatakiwa kuamka mapema hapa ndani? Unaongea tu kwa sababu unaniweza. Hizo tabia za wapi? Hivi si ninaongea kitu gani hapa ndani ambacho mimi naweza nikazungumza ukanielewa? Maana kila siku tuongee vitu hivyo hivyo. Unataka sasa nikuandalie darasa, nianze kukufundisha. Muda mimi sina Cindy. Inatakiwa ujitambue kama mtoto wa kike. Nini majukumu yako hapa ndani? Haya, angalia sasa hivi ni saa ngapi? Saa 1 hii asubuhi. Hujafanya chochote hapa ndani. Hamna kinachoendelea. Hamna maandalizi yoyote kama mwanamke hapa ndani. Unajitambua kweli wewe? Hivi wewe Amani, ni una mapepo au kuna kitu tu hakiko sawa? Kwa hiyo Cindy amefikia hatua unanitukana. Yaani kuna tadabu kabisa, nafikia hatua Cindy unanitukana, maana yake unaniweza. Hapana, mimi sijakutukana. Lakini unanichanganya kwa sababu jana tumekaa, tumeongea, kila kitu kimeisha. Lakini unachonishangaza saizi asubuhi umeamka moto umewaka, umekuwa tena ndo yule, sio tena yule ambaye jana ulikaa ukaomba msamaha, maisha ya amani yaendelee, sijui mndani tuishi vipi na vipi. Umebadilika ghafla. Mimi na mapepo. Yaani mimi na mapepo mimi, kweli? Cindy, imefikia tu manake uwezi kunichagulia kabisa tusi la kunitukana. Mimi naaminika na mchungaji, naaminika na watumishi, na wasaidia watu kutoa mapepo, kukemea mapepo. Leo unanitusi mimi? Imeniuma sana. Imeniuma sana. Yaani naona kabisa, yaani Cindy unanikosea heshima na adabu. Ni bora kama hutaki kufanya kitu ambacho mimi nakuelekeza, niambie tu. Lakini isifikie wakati wa kunivunjia mimi heshima yangu. Yaani sitaweza kukubali kabisa. Cindy unanitukana. Unanitukana mimi? Hata sijakutukana. Na wala hayo mambo usiyakuze. Lakini mimi sikuelewi kabisa, unanichanganya. Hivi Cindy nikisema nikupiga makofi hapa ndani au nikupiga ngumi hapa ndani, nitakuwa nimekosea? Unataka kwenda wapi? Yaani mimi nazungumza na wewe alafu unanyanyuka. Jamani, mimi sinaamka hapa nikuandalie vitu vyako uende kanisani. Hebu acha wewe. Unaendelea nini? Ungekuwa unataka kuniandalia mapema, ungekuwa umeamka mapema. Lakini unataka nikulambe, nikubembeleze. Cindy, nashindwa kutafakari kwamba ni mwanamke namna gani. Hivi kwa nafikiri usiponifanyia zamani alikuwa nifanyia nani? Sijui nafanya mwenyewe. Wewe kama unao usingizi wako ni mtamu, endelea kulala. Si usingizi mtamu, lala. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Mwanangu, I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani,
natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa moo. Dunia